Ya, kwenye 1 na 2 kuna vipengele fulani hivi nataka nije kuletea mwenyewe. Sample ya vipengele kama hivi ni short story ambazo zitahusu relation. Kwa hiyo wewe kama shabiki unaweza ukazifollow account hizi hapa kufuatilia kwa undani zaidi stories zenyewe zinahusu. For example, tutakuwa na vipengele hivi hapo kila siku ambayo tutakuwa tukipost. Wewe kama shabiki unaweza ukafuatilia kiundani. For example, utaangalia kipengele hiki hapa. Kwa nini mliachana? Tuliachana kwa sababu usilie. Unajua Rusty Boni huyu wako emotional. Au tumpige simu mama. Tupige simu mama akubembeleze. Basi. Mama anaangalia. Usiongee sana Rusty Boni huyu wako emotional hawa. Tuliachana kwa sababu alikuwa anatoka na rafiki yangu wa karibu. Hata mimi ningelia. Ulizungukwa. Na umelia. Yaani anatupa habari ya majonzi wewe unacheka. Unalia. Yaani wewe. Bro, pole. Asante. Okay. Sasa imetokea rafiki yako amekuzunguka na ametembea na mpenzi wako. Unahisi kosa liko wapi? Kwake ama shemeji? Kosa lipo kwake. Kwa nini? Shemeji au mshikaji? Kosa lipo kwa mshikaji wangu yani. Alikuwa na maisha ya tamaa yani. Kwa sababu hata kipindi naenda kumapproach ule mtu alikuwa anasema mkaushie. Akaana yani force niachane naye. Kumbe jamaa alikuwa na malengo yake. Ila mimi kwa sababu nilimpenda ikabidi niingie deep hivyo, lakini baadaye mshikaji ndo akaingia kwenye mahusiano na mpenzi wangu. Lakini una mshikaji bado washikaji mpaka sasa hivi? Tushapotezeana muda kinyama. Poteza yani. Ulijaribu labda kumrudisha mpenzi wako? Kwa sasa hivi wana mtoto, kwa hiyo siwezi nikamrudisha. Kipindi kile umegundua ndo amemchukua. Kwani walianza tu wakapata na mtoto? Pale unapambania ukupambania hata kidogo kumrudisha? Nilipambana sana. Kuna kipindi nilikuwa natafuta zawadi nyingi sana kumpelekea. Lakini bado hakunielewa. Au shida labda liko kwenye nguvu labda za kiume? Kwa kweli? Hapana, kwa sababu yeye mwenyewe katika hayo maswala alikuwa anasema baba upo good. Diva, kama unataka kuongea kitu hapo? Diva, endelea na kijana. Diva, I think he's so weak. Yuko weak. Ni udhaifu. Mdhaifu wa nini? Yani wa kinguvu ama? Jamani, mtoto wa kiume unalia kisa mapenzi? Yaani hapo wanawake wote waliosema hapana na waunga mkono sasa hivi. Mtoto wa kiume unalia kisa mapenzi. Yaani unaonyesha machozi mbele ya wanawake. Ina maana ukiingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa ni ngumu sana na mahusiano ni magumu. Utakuwa kila siku kwa unalia, mwanamke anakuangalia unalia. Kisa sijui demu wako sijui kachukuliwa na rafiki yako. Anakuambia hivi, atakaye kumegea demu wako na wewe tafuta mnyonge, mmegee demu wako. Oya, hizo ni za ndani kabisa, kodi zinatoka hapa. Bro, kwa acha kulialia. Nashukuru Daliva amenipa kodi. Kwa hiyo unaishi naye? Naishi nayo. Yes guys. Atakaye kumegea na wewe tafuta umegee. Inakuwa ngoma draw. Sasa Diva, Yes. Nataka nifahamu, umesema hapo ndoa ni ngumu sana. Sana. Wewe umekwisha olewa mara ngapi Diva? Mara 2. Umeolewa mara 2? Ndoa yako ya kwanza ilikuwa ni mwaka gani? Mwaka 2022 nafikiri. 2022. Ya kitu kama hicho. Aha. Ukaachika lini? Sikuachika, niliacha. Uliacha. Okay. Au kuachika uliacha? Niliacha. Ukaolewa tena lini? Ukaolewa tena lini? Kimya. Kwa sasa hivi upo kwenye ndoa? Yes. Very serious. Na ndio maana
uone sijui maskendo ya wanaume, stories za wanaume, hizi entertainment. Umetulia tu kwenye ndoa yako. Yes, nimetulia. Okay. Tofauti ya ndoa iliyopita na sasa hivi unaweza ukaelezeaje? Sasa hivi ni mapenzi, yani ni mtu na mtu ameamua kupendana. Ya mwanzo kuna mtu alikuwa anahitaji umaarufu kupitia mtu, au sio jamani? Bora nimekuja mjiseme mlikuwa myaoni. Amna, sisi wengine wengi ni wageni hapa mjini. Umesema niliteseka sana, ilikuwa ni aibu. Yani ilifika kipindi hata mzazi wangu ananiambia, uchafu gani huu? Yani mzazi wangu alikuwa kila siku ananitumia TikTok interviews za ajabu, vitu vya ajabu, mara Mange Kimambi kapostiki, alafu ni vitu vina ushahidi, unajua Kwa hiyo ilikuwa ni aibu, alafu nilijishusha, nilijifedhehesha. Alafu nikaona hapana, sio kitu ambacho nakihitaji. Kwa hiyo niliamua mwenyewe kwa wakati wangu, sikuwa nataka pressure ya mitandao. Asante. Ilikuwa yani ilizidi. Unajua ilizidi sana, it was too much. Unaishi na mtu yani umelala ndani, dada wa kazi anaondoka na kutumia message na kuambia dada nakupenda, tumeishi muda mrefu, lakini nilivyokuwa jikoni yule mwanaume alikuwa ananipapasa. Kweli kabisa, Mungu ananiona. Alafu ni msichana ambaye nimeishi naye muda mrefu, nimemlea. So unaona hivyo stories hizo zinafanana na anazoposti Mange Kimambi. Kwa kama mtu anasema nilichafuliwa, mimi na Mange nani alikuwa anatoa evidence? Mange alikuwa ana drop out all the evidence there. Kwa hiyo ni maisha ambayo watu wanaona kwenye mitandao, mimi nilikuwa naishi ndani. That was so hard. It was crazy, lakini sasa hivi uwezi kukuta story yangu yoyote eneo lolote. Alafu pia nilitumika kama center of watu kujitafutia umaarufu. Mfano, kila ambacho kilikuwa kinatokea ndani, walikuwa wakikaa kikao kuhakikisha wanakiuza kwa Mange Kimambi. Kwa kati ile crew ya family mmoja anaambiwa sasa utatuma hiki kuhusu Diva, utatuma hiki kuhusu Diva. Kwa kila siku kwa na story ambazo mimi mwenyewe nilishtuka, mbona hizi ni za ndani sana? Dakika 2 Mange anapataje story? Kwa nikagundua nilikuwa natumiwa ili watu waende mjini wenyewe wanasema. Ili